Masaibu yenye tunapitia sisi kama wajane tunakuwa underrated sana. Hatuwezi ongea kwa mali watu wengine wenye wako na mabwana, hatuwezi ongea freely. Huwa tunaonekana tumewekwa kiwango cha chini sana. Na si kupenda kwetu si wa mama tufiwe, ile tu ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tunaomba watuone kama sisi pia tunaweza. Okay, kunyang'anywa mashamba naweza sema wengi wetu wako na shida hiyo. Kusongesha boundaries wakati unataka hata usaidizi tupati usaidizi kama watu wengine. Ukiitisha hata mchango, we are not given that privilege kupata mchango vile inastahili kama wale watu wengine. So ni changamoto kwetu. Kama mtu kama ana kitu chochote cha nyumba, tunasaidiana. Akituambia shida yake, hatuwezi rudi nyuma, tunasaidiana tu. Among the women who came here, others don't have even houses. Others have said they don't even have mattresses, and others from the way they're dressing, you can easily tell they don't have anything. We have had donations, money being sent from sponsors and the well-wishers. Even the area MP was with us. He sent somebody. Money has been contributed to go into the circle, so that with that money and activities, 1 or 2 activities will be looked for these women to do as an empowerment. You are aware when a widow is being left, most of them, by the way, they fear and they run away from people. Now, for example, when they come in a group as they are here, even those ones who are unable to come out will come. And when such women are in groups, it will be easy for them to be helped. From the recent past, when you would like to meet such and help, you will not get them. You will not get 1 or 2. And remember, many people outside there have help. They want to assist, but they can't assist 1 or 2. So when they come out as a group, it is easy for people to come out to help them as they have done today. These widows specifically, wengi wao hawajajua rights zao, wanadhulumiwa na hawajui njia ya kujisaidia. Sasa kwa hii kikundi tumeamua tutakuwa tunawafunza baadhi ya their rights na njia za kuhakikisha their rights have been addressed by the relevant authority. Changamoto tumepata ni vile ni hii ya politics. Wengi wao wamekuwa wakijua watakuja kisiasa, labda wasaidiwe pesa kidogo. Hiyo pesa kidogo imewafanya hata wameshindwa kujiamini eti wanaweza hata kwa ukulima ule mdogo. So ninawasihi wanasiasa wakae kando kwa women empowerment. Sana wawasaidie kuwafunza these widows, they can still support themselves. Wawe small scale farmers, wawe small scale business ladies, na wao wajitokeze hata kuwa wanasiasa wanaweza. They only need motivation. Otherwise, changamoto hiyo zikiisha, these widows can be stars in our society. Wakati mama kama mjana ambaye amekufiwa, mara nyingi huwa anabaki kama anajiona kama amebaki peke yake na jamii yake ya ndugu zake ambao wanaona ni kama kwamba afai tena. So huwa anatekelezwa. So wamama kama wale nikiwaleta pamoja na kuonyesha upendo wa kukaa pamoja kama wajane, na huwa wanapata hiyo motisha ya kutaka kuendelea na kujiendeleza na kujihisi kwamba pia hao ni watu wanafaa katika jamii. The importance ya uzuri wa mwanaume kuonekana katika maisha ya mwanamke ni ile assurance ya kuna hiyo assurance anapata kwamba kuna hiyo anafeel kama kuna hiyo security, sijui mimi naita security, ana feel ni kama ako secure, ako safe, na sasa anaweza fanya anything akiwa na hiyo ujasiri.
mwanaume akiwa. Ndio maana the importance ya mwanaume kwa mwanamke ndio hiyo. Sasa hawa mama bado ni wanawake, as much as kama wako aging, wengine ni wakubwa wakonge, lakini wanahitaji mwanaume ambaye anawaambia kwamba ama ile kumwashua kwamba njia ndio hii tunafuata.